إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المؤمنين، أوصيكم مع وصية نفسي بتقوى الله جل جلاله. baada ya kumshukuru Allah tabaraka wa taala na kumtakia rehema na amani Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, awali ya yote ninawahusia pamoja na kuihusia nafsi yangu kumcha Allah tabaraka wa taala. Ndugu zangu katika imani, katika khutba hii ya Ijumaa ya leo tutaondoka na aya moja katika kauli ya Allah, katika kauli za Allah tabaraka wa taala katika suratul Isra. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Allah subhanahu wa ta'ala ameanza na amri akasema, wa qada rabbuka ay wa amara rabbuka, na ameamrisha Mola wako. Wal amru yaqtadi al wujub, na siku zote amri ya Allah subhanahu wa ta'ala inapokuja kwetu huwa inamaanisha ni jambo la wajibu, mtu asipolifanya anapata dhambi. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala akasema, wa qada rabbuka, na ameamrisha Mola wako, alla ta'budu, usiabudu wewe pamoja na umma wako, alla ta'budu illa iyyah, msimwabudu yeyote illa yeye Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hii ameanza na haki ya kwanza kabisa katika dunia hii. Haki ya kwanza na haki kubwa kuliko zote ni haki ya Allah subhanahu wa ta'ala, haki ya kuabudu, ama haki ya kuabudiwa Allah tabaraka wa ta'ala. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala akasema, na ameamrisha Mola wako msimwabudu yeyote isipokuwa yeye. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akafuatisha haki ya pili inayofuata baada ya haki yake yeye ya kuabudiwa. Allah akasema, wa bil walidaini ihsana, na wazazi wawili muwatendee wema. Ndugu zangu katika iman, Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya aya hii na aya zingine nyingi ametumia neno ihsani na hakutumia neno jaza. Allah subhanahu wa ta'ala ametumia neno kulipa wema, lakini si kulipa yale waliokufanyia wazazi wako, kwa sababu wema unaweza usilingane sawa sawa na kile ulichofanyiwa. Yale waliokufanyia wazazi wako ukiwa katika umri wa udogo, ukiwa katika umri wa utoto, wewe hata kama ungemiliki pesa nyingi kiasi gani huwezi ukawafanyia yale waliokufanyia wao. Sasa ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala hakusema uwalipe, kwa sababu swala la kuwalipa ni jambo haliwezekani kwa yale makubwa waliokutendea. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala akatuelekeza katika lile linalowezekana, ambalo ni kuwatendea wema wazazi wawili. Tayib,
Katika aya hii Allah subhanahu wa ta'ala ameeleza mengi katika maelekezo ni namna gani tutaweza kuwafanyia wema wazazi wetu wawili. Lakini kabla sijafika huko, ndugu zangu, kuwafanyia wema wazazi wawili kuna fadhila kubwa. Man arada sirra an-najah fi ad-dunya fa alayhi bi birri al-walidain. Mimi ninakuibieni siri, yeyote atakayetaka mafanikio ya haraka na mafanikio hapa duniani, siri ya kwanza awatendee wema wazazi wake wawili. Waman arada al-akhirah, na yeyote atakayetaka akhira apate maisha bora mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, fa alayhi bi birri alwalidayn, anatakiwa awatendee wema wazazi wawili. Yawezekana baadhi yetu wazazi wetu wakawa tayari wamekwisha kutangulia mbele ya haki. Ndani ya hutuba hii tutaeleza ni namna gani mtu utawafanyia wema wazazi wako wakiwa hai na ni namna gani utawatendea wema wazazi wako hata wakiwa tayari wamekwisha kufariki. Ndugu zangu katika iman, tumesema atakayetaka akhera basi awatendee wema wazazi wake, na yeyote anayetaka mafanikio ya dunia basi awatendee wema wazazi wake. Na ukiona mambo yako hayaendi, kila unachokifanya haufikii mwisho, mafanikio huyapati katika shughuli zako, katika biashara zako, rudi haraka sana, watendee wema wazazi wako kwa kadiri ya uwezo unaoweza. Imenukuliwa katika Sahih al-Bukhari katika hadithi ya Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma, anasema ameeleza Mtume sallallahu alayhi wasallam tukio maarufu la watu walioishi kabla yetu, tukio la watu watatu ambalo ni maarufu kama tukio la ashabul ghar, tukio la watu walioingia pangoni. Akaeleza kisa chao Mtume sallallahu alayhi wasallam ya kwamba watu hawa walikuwa katika moja miongoni mwa safari zao, wakapata na dharura ya mvua ikanyesha, mvua ikapiga kubwa, wakatafuta mahala pa kwenda kujihifadhi ili mvua itakapokatika waendelee na safari yao. Basi hawakuona isipokuwa mahala mlimani kulikuwa na pango, wakawa wameingia ndani ya pango lile kwa ajili ya kusubiri ile mvua ikatike. Kisa hiki ni maarufu. Mtume sallallahu alaihi wasallam anaeleza, anasema walipoingia ndani ya pango lile kupitia ule mlango, kile kiupenyo kidogo, lile jiwe, kulikuwa na jiwe liko juu, likaporomoka likauziba ule mlango, kukawa ni giza, na ni jiwe zito ambalo hata wangejikusanya watu 10, watu 40 wasingeweza kulisukuma wakaliangusha. Moja kwa moja wakaambizana kwamba sisi tayari maisha yetu yako hatarini na hapa hatuna msaada wowote. Lau kama wangekuwa naishi katika zama hizi, tungesema labda yeyote mwenye simu basi awapigie simu walioko nje, waje na mitambo, waje na magari, waje na nini kwa ajili ya kulitoa jiwe lile. Kwa hiyo wakaona tayari maisha yao yamefikia mwisho. Kwa nini? Kwa sababu huko waliko hata wangepiga kelele kiasi gani, hakuna ambaye angeweza kuwasikia huku nje. Mara mmoja miongoni mwao akapata wazo, jamani, hapa tulipofikia hatuna namna zaidi ya kumtaka Allah subhanahu wa ta'ala msaada kupitia kwa yale ambayo tuliyotanguliza mbele ya Allah. Kwa kila mmoja afanye tawassul, kila mmoja amuombe Allah subhanahu wa ta'ala kupitia jambo kubwa ambalo amewahi kulifanya ndani ya maisha yake. Amwambie, ya Allah, kupitia jambo hili kubwa nililowahi kulifanya ndani ya maisha yangu, na ikiwa kama sikulifanya isipokuwa kwa kutafuta radhi zako, basi ya Rabbi, mimi nakuomba jiwe hili liweze kuondoka, sisi tuweze kupita na kuondoka. Mtu wa kwanza kati yao akasema, Allahumma inni kana li walidain kabirain, ya Allah, mimi nilikuwa na wazazi wawili, wazazi hawa walifikia katika umri wa utu uzima, walifikia mahala hawawezi tena kutoka kwenda kutafuta riziki zao. Ya Rabbi, mimi nilikuwa nina mifugo wangu ambao nilikuwa kila siku ninatoka kwenda kuchunga. Ninaporudi kutoka machungani ninawakamulia maziwa,
na chochote ninachokipata ninawapelekea wazazi wangu ili wale. Lakini Allahumma ya Rabbi, mimi siku moja nimekwenda kuwapelekea chakula wazazi wangu kwa sababu ya dharura ilinipata, nikawa nimechelewa, nikakuta tayari walishasinzia, wamefunga mlango. Nilipofika pale nikajisikia vibaya kuwaamsha, nikaona nikiwaamsha nitawakarahisha. Ya Rabbi, mimi nilisimama pale mlangoni na kulikuwa na wanangu walikuwa wanakihitajia kile chakula. Ya Rabbi, mimi nilisimama mlangoni pale nyumbani kwa wazazi wangu mpaka ikachomoza alfajiri, mpaka wakaamka, nikawapatia chakula kile. Allahumma, ewe Allah, ninakuomba ikiwa kama hilo nililifanya kwa ajili ya kutafuta radhi zako, ya Rabbi fafariji anna, ninakuomba Mola wetu utuondolee msukosuko huu. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema baada ya maneno ya mtu huyu, wakaona jiwe limesogea upande kiasi ambacho hakuna mtu anaweza kupita. Maana yake tayari mwanga ukaanza kuingia ndani ya jiwe. Kisa kikaendelea mpaka mwisho. Lakini mahallu shahid, tunachokizungumza hapa ni nini? Ni birrul walidain. Mtu yeyote atakayekumbwa na msukosuko wote, kwa mujibu wa hadithi hii ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, mambo yamekuwa mazito, maisha yamekuwa magumu, riziki yako imekuwa ya tabu, shughuli haziendi, kila unachokifanya ni msukosuko, ni mitihani, rudi kwa wazazi wako. Kwa mujibu wa maneno haya, kwa mujibu wa kisa hiki alichokieleza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini jambo la kujifunza, yule bwana alisema ikiwa kama hili nimelifanya kwa ajili ya kutafuta radhi zako, kumbe kuna uwezekano mtu akawafanyia wema wazazi wake ili kuondoa lawama. Na hawa wako wengi sana katika jamii yetu. Mtu anaona nisipomfanyia wema mzazi, nisipompelekea chochote, ataanza kulaumu na kuanza kulalamika kwa ndugu zangu wengine, au ninafanya ili ndugu zangu wasije wakaona mimi labda nimejitenga katika familia. Sasa mtu mwenye dhamira na nia namna hii ni kwamba huyu hafanyi kwa lengo la kutafuta radhi za Allah. Kwa hivyo mtu yeyote mwenye misukosuko arudi kuwatendea wema wazazi wake. Ndugu zangu, kama tulivyosema, fadhila za kuwatendea wazazi wema ni nyingi sana, lakini tutosheke na hiyo. Sasa namna gani utawafanyia wema wazazi wako? Allah subhanahu wa ta'ala namna ya kwanza ameieleza, akasema imma yablughanna, ikiwa kama watafikia wazazi wako, ahaduhuma, mmoja kati yao, imma baba akafikia umri wa utu uzima au mama akafikia umri wa utu uzima. Baba akawa amefariki, mama yupo, au mama yupo, baba ashafariki. Allah akasema mmoja miongoni mwao akafikia umri wa utu uzima. Tena zingatieni, Allah amesema indaka, imma yablughanna indaka, kwako wewe. Kuna jambo la kujifunza, kwa sababu neno inda ni dharfu makanin, kwa sababu neno inda katika lugha ya Kiarabu inamaanisha jina la sehemu. Sasa nini cha kujifunza katika neno inda? Makusudio yake Allah subhanahu wa ta'ala anajaribu kutupa maana ya ndani sana, kwamba mzazi utakapokuwa naye ndani ya nyumba yako na amefikia umri wa utu uzima, kero zake ni kubwa kuliko namna atakapokuwa Bukoba, yuko Dar es Salaam, yuko Mtwara, yuko wapi, uko mbali naye. Akiwa mbali, kero zake ni ndogo kuliko kiwa naye ndani. Sasa Allah akatumia inda kwa sababu Allah alikuwa anajua ni mahala gani pana kero zaidi. Allah akasema imma yablughanna indaka alkibara, ikiwa kama mmoja wao atafikia umri wa utu uzima, au kilahuma, au wote wawili wakawa bado wako hai na wamefikia umri wa utu uzima, ule umri wa kurudi katika eji ya utoto. Hapa ndiyo mahala penye thawabu nyingi. Allah anasema hapa ndiyo mahala penye malipo makubwa kuliko ambavyo wakiwa bado ni vijana, bado wana uwezo wa kufanya shughuli zao, bado akili yao ina uwezo wa kufanya kazi vizuri. Wakifikia umri wa utu uzima, hapa ndo kwenye shughuli kubwa. Allah anasema sasa namna ya kuwatendea wema, Allah akatueleza akasema, fala taqul lahuma uffin, usinyanyue sauti yako hata siku moja ukaonyesha kukarahikwa kwa lolote ambalo mzazi wako amelifanya. Mzazi akakwambia jambo ukasema
Sasa wanasema katika masomo ya usul kwamba neno ufi hapa, hii ni almaskutu aula, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala tamko alilolinyamazia ambalo haja aliongea hapa ndio lina dhambi kubwa kuliko hili ambalo amelizungumza. Tayib, yawezekana tusielewane. Allah amesema ikiwa kama mzazi wako atakukera kwa chochote, usitoe sauti ya kuguna kuonyesha kwamba umekarahika na lile alilolifanya. Sasa hii sauti Allah subhanahu wa ta'ala anasema sauti ya kumgunia mzazi wako ni madhambi makubwa. Maana yake kumtukana ama kumpiga ama kumjibu hovyo ndiyo madhambi mabaya zaidi kuliko hili la kwanza. Chungeni sana kauli zenu na wazazi wenu. Allah subhanahu wa ta'ala anasema kuwatendea wema kwanza kunaanzia katika kauli. Unaweza kuwa ni mtoaji mzuri wa misaada kwa wazazi wako, lakini kauli zako ni chafu, kauli zako ni mbaya. Unawapa misaada, baadhi ya vijana anamsaidia mzazi wake, lakini bado mzazi akimkosea anaanza kumsimanga kwa vile anavyomsaidia. Kwa hivyo ndugu zangu, namna ya kuwafanyia wema wazazi Allah subhanahu wa ta'ala, ya kwanza akasema ni katika kauli. Na namna ya pili, katika namna hii ya kwanza haimaanishi kwamba mzazi tu akiwa nyumbani yuko kwako ama yuko katika mazingira jirani na wewe, la, bali katika kauli. Mzazi hata akiwa mbali, mzazi anamiliki simu, mama yako, baba yako, tenga muda saa nyingine umpigie simu, hata umjulie hali. Baadhi ya watu hapa sisi tunakaa, wazazi wetu wako hai, mtu anakaa mwezi mzima, miezi mitatu, miezi sita, mwaka mzima hajawahi kumpigia mzazi wake simu mpaka tu kuwe na matatizo ama kuna shida kule nyumbani. Wa hadha min al-uquq, na hii ni katika sehemu ya kuasi wazazi, kama alivyosema Sheikh Abdul Razzaq Al-Badri. Ukikaa muda mrefu hujajua hali ya mzazi wako, baadhi ya watu wanajifanya wako bize, kila siku yeye yuko bize, kila siku yuko bize na shughuli zake, hapati muda hata wa kumpigia simu mzazi wake, hapati muda hata wa kujua hali ya mzazi wake. Hii ni sehemu katika uquq, ni sehemu katika kuasi wazazi kama wanavyosema wanachuoni. Lakini sehemu ya mwisho ya kumfanyia wema mzazi akiwa hai, mpatie misaada kwa kadiri ya uwezo wako. Haijalishi ni kauli gani alizokupa au anazokupa, haijalishi mna mahusiano mazuri au mmekosana. Baadhi ya watu akipishana kidogo na mzazi wake anakata misaada kwa mzazi wake, na hili pia ni kosa. Allah subhanahu wa ta'ala anasema wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu, ubaya wa mtu usikupelekeni mkashindwa kumtendea uadilifu. Ni kweli umekwazana na mzazi wako, ni kweli hamuelewani na mzazi wako, lakini haki yake ya kufanyiwa msaada na kufanyiwa ihsani bado iko pale pale, hata kama kuna mambo mmekwazana. Aqulu ma qad sami'tum wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin. Ni namna gani utawatendea wema sasa wazazi wako wakiwa tayari wamekwisha fariki? Na hii ni nukta ya msingi, kwa sababu baadhi yetu, baadhi ya familia, wao wanahisi wema wa kumtendea mzazi baada ya kufariki ni kupitisha michango kwa ajili ya kwenda kujengea makaburi. Tena ikaonekana ndani ya familia mtu ambaye hakutoa mchango wa kwenda kujengea makaburi ni mtu ambaye amejitenga na familia, ni mtu mwenye roho mbaya, ni mtu asiyewapenda wazazi wake. Baadhi ya familia wao wakahisi labda kuwatendea wema wazazi baada ya kufariki ni kufanya khitma. Tufanye dua, tuwakusanye watu, tuwakusanye mashekhe waje wakae wasome dua kwa ajili ya marehemu wetu, kwa ajili ya wazazi wetu. Na wengine wakatuletea sisi walimu wa madarasa vijuzuu 10,
vijuzuu 15, eti yeye anaamini kwamba ile ndiyo anafanya ihsani ama anawafanyia wema wazazi wake waliokufa. Ndugu zangu katika imani, nitazungumza nukta tatu au mambo matatu namna gani utamfanyia wema mzazi wako. Namna ya kwanza ni ad-du'a, ni kumwombea dua mzazi wako. Na hapa ndio watu wengi sana wameshindwa kuelewa katika swala la kumwombea dua mzazi baada ya kuwa ametangulia mbele ya haki. Wakaita mashekhe, wakafanya kadha. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mambo matatu aliyozungumza yanayobaki baada ya mtu kufariki ni kuacha au waladin salihin, au kuacha mtoto mwema yad'u lah, atakaye muombea dua. Sasa tayib, Mtume sallallahu alaihi wasallam swala dua ameliacha likiwa wazi. Namna gani utamuombea mzazi dua? Namna sahihi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Ukitaka ujifunze kiigizo chema, mtazame namna gani Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyowafanyia maiti wake. Bi Khadija amefariki kamwacha Mtume akiwa hai. Baba yake mdogo Hamza na wengine wengi wamefariki wakamwacha Mtume alikuwa hai. Alifanya nini? Aliwakusanya watu wakasoma wasilatu shafi, wakasoma sijui nini, wakaleta ubani na kitezo, wakafanya dua, au alifanya nini mwalimu wetu? Mwalimu wetu sisi sote ni Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Dua ya kumwombea mzazi la yakhtassu bizamanin wala makanin wala ashkhasin duna ashkhasin. Ndugu zangu, dua sahihi iliyothibiti aliyoifanya mwalimu wetu ambaye ndio kiigizo cha kwanza Mtume sallallahu alaihi wasallam ni dua ambayo haihusiani na eneo maalumu. Utasikia baadhi ya familia wanasema dua ya marehemu wetu itakwenda kufanyikia Moshi, itakwenda kufanyikia Dar es Salaam, itakwenda kufanyikia wapi. Dua ya kumwombea mzazi wako haihusiani na swala la eneo, na hii ni miongoni mwa dalili za mapenzi ya dhati kwa mzazi wako, na wala haihusiani na kitabu maalumu kwamba ni lazima tuje na wasilatu shafi ili wazazi wasomewe dua pale, zipigwe jalali za kutosha. Hapa ndio tuone kama dua zimekwenda. Kwa dua ya kumwombea mzazi haihusiani na eneo wala haihusiani na watu, kwamba lazima tuwatafute baadhi ya watu wenye kujua kusoma dua, mashekhe tuwalete waje waombee dua. Haijalishi kwamba eti dua lazima hiyo kwa lugha ya Kiarabu, la. Bali dua sahihi ya kumwombea mzazi, sema rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira, ya rabbi nakuomba warehemu wazazi wangu wakiwa hai au huko walikokufa, wahurumie kama ambavyo mimi walivyonilea na kunihurumia nikiwa mdogo. Kila unaposali, kila unapomkumbuka mzazi wako mahala popote, nyanyua mikono, nyanyua sauti yako, nyanyua ulimi wako, muombe Allah subhanahu wa ta'ala, uwaombee msamaha kwa yale walioyafanya kwa makusudi na yale walioyafanya kwa bahati mbaya na yale walioyafanya kwa kujua na walioyafanya kwa ujinga. Haya ndiyo mapenzi ya dhati kabisa ya wazazi, na wala si kusubiri kila mwisho wa mwaka tunakwenda kukutana Moshi, Arusha, Dar es Salaam ama Kigoma ama wapi, eti kwa sababu tuna dua ya familia kila mwisho wa mwaka. Jamani, tunayazungumza haya ili watu wajue. Yani wewe mwaka mzima umekaa humkumbuki mzazi wako, yani ndani ya mwaka mzima unamkumbuka siku moja. Haya ni mapenzi ya kweli ama ni unafiki? Mapenzi ya kweli ni kila unapomkumbuka mzazi wako kamwombea dua. Na hii ndiyo namna sahihi aliyoikusudia Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Lakini jambo la pili, nimesema ni mambo matatu kutokana na wakati wa khutba ni mfupi. Jambo la pili ni bisadaqa, ni kuwatolea sadaka. Nimetoa mfano baadhi ya watu kutuletea vijuzuu walimu wa madarasa, eti ni sadaka kwa ajili ya mzazi wake.
Sasa watu wote wakahisi, wengine wakajua kwamba sadaka kumbe ni mimi nikienda nikanunue vijuzuu nipeleke madrasa nitie nia kwamba eti zile thawabu watakazosema watoto zimwende. Hapana, hiyo ni sehemu tu katika sadaka. Kupeleka vijuzuu ama kupeleka msahafu ni sehemu katika sadaka, lakini mlango wa sadaka ni mpana. Na sadaka bora, Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoulizwa ayu sadaqatin afdal, ni sadaka gani bora ya Rasulullah mimi naweza kuifanya, Mtume akasema saqiyul ma, ebu tafuta mazingira ambayo watu wana uhaba na maji. Nenda vijijini huko, kuna misikiti iko vijijini ndani huko, wana shida na maji, hawana kisima ama kisima chao ni kibovu. Nenda huko, mchukue fundi akafanye tathmini, arekebishe kile kisima kibovu, watu wapate maji, kwa nia kwamba kila atakayekunywa na kutawadha katika maji haya thawabu zimwendee mzazi wangu. Lakini sio kupika kilo 5 za mchele, kilo 20 za mchele na mbuzi mmoja, watu wakala, kesho kutwa wakaenda haja vikaisha. Hii si katika sadaka alizozungumza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ikiwa kama sadaka bora ameieleza Mtume sallallahu alaihi wasallam ni hiyo, maana yake sasa sisi hatuwezi kujua chenye manufaa zaidi kuliko kile alichokijua Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu, nimesema muda ni mfupi, lakini jambo la msingi la pili ni kuotolea sadaka kwa kadiri ya uwezo. Umeweza kuchimba kisima, wachimbie kisima. Una uwezo wa kujenga msikiti hasa kijijini, na mimi wallahi nasema watu wengi hapa tuna uwezo wa kujenga misikiti, na mimi nikiwemo. Nasema hivyo kwa sababu gani? Kwa sababu sisi leo hii tukikaa chini tuanze kupiga tathmini ya nyumba tulizojenga ni zaidi ya milioni 20, milioni 30. Tuseme ukweli, tumekaa tumebweteka, tunasubiri wafadhili, tunasubiri wadhamini, mtu atoke kule eti tuna kijiji mahala fulani tunahitaji watu wakajenge msikiti. Wallahi mimi nasema mtu akitiania uwezo wa kujenga msikiti kila mmoja hapa anao. Sio lazima ujenge kwa siku moja ukamilike, lakini mnaweza mkajikusanya watu 3. Unaona mimi nguvu yangu ni ndogo, ngoja nikamueleze khairi hii jamaa wangu mwingine. Mkajikusanya watu 2, watu 3, watu 4, 5, leno likawa ni moja, mkaenda mazingira ambayo hakuna kabisa msikiti na watu wana uhaba. Kuna mazingira wallahi alazim, mimi nimefika, unakuta mtu anapoishi Muislamu na msikiti ulipo ni zaidi ya kilomita 5 yako haya, na si mbali bali vijiji vya hapa karibu na Masumbwe. Sisi tumekaa tunasubiri wafadhili, lakini mambo yetu tunajifanyia wenyewe na hatusubiri wafadhili. Tubadilike Waislamu. Kwa hiyo sadaka bora ya kumfanyia mzazi, chimba kisima. Una uwezo wa kujenga msikiti, kajenge msikiti. Na jambo la 3 na la mwisho ni silatu aqaribihima wa asdiqaihima, ni kudumisha mahusiano waliokuwa nayo wazazi wako kabla hawajafariki. Mzazi alikuwa na jamaa zake, sawa sawa, wawe ni ndugu wa damu au wasiwe ni ndugu wa damu. Wewe mtoto una wajibu na una jukumu la kutokuyavunja yale mahusiano yaliyokuwepo kati ya wazazi wako na wale jamaa zao, maadamu mahusiano yao yalikuwa ni katika njia ya kheri. Na haya yote ndugu zangu, kwa kumalizia, ni kwamba anayefanyiwa ni mzazi aliyekufa katika imani, aliyekufa akiwa ni Muislamu. Ama asiyekuwa Muislamu, huyo hesabu yake inabaki kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu tasliman. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.